kama hii mechi waliosema Yanga nimefunga goli la mkono, mechi ile mimi kwa siko kambini, lakini nilikuja kambini siku ya mechi. Niliomba ruhusa, nilikuwa na matatizo kidogo ya mke wangu, alikuwa yuko hospitali, alifanya operation. Wakati tunaye James Young, nikamwomba ruhusa, Yanga akanipa ruhusa. Nikawa nyumbani, lakini siku zote asubuhi nilikuwa na train mwenyewe nyumbani kabla sijaenda hospitali kumcheki wife. Kwa hiyo siku ya mechi ilipofikia nilienda kambini, Yanga aliponiona akaniita, akanambia Mada napanga timu. Nikamfuata James Young, nikakaa naye kwenye meza. Kabla kupanga timu akaniuliza, Mada vipi game unaniambiaje? Nikupe? Young kwa kuwa mtu nilikuwa naelewana naye sana, na yeye alikuwa ananiamini mimi nilikuwa niko faza kwenye ile timu, wengi walikuwa vijana wadogo kwangu. Umeona? Young ananiambia nikupe, nikamwambia nipe dakika 45. Sipo kambini lakini nimeenda tu siku ile ya mechi. Nakumbuka tulikuwa tumekaa Njueni Kibaa pale. Kaambia nipe game. Sasa kaambia ina shida. Basi ilikuwa asubuhi wakati wa chai. Na vizuri wachezaji wengi walikuja pale, wakati huo kina Yusuf Macho, kina Emmanuel Gabriel, kina Mteze John, kina Max Lengo, ndio watu ambao walikuwa watu wa mbele. Basi akaambia mkisha kunywa chai msiondoke, tutayarishe timu kabisa, kila mtu ajijue. Unajua mambo ya wachezaji, ukijijua mchana unakula unajikadiria. Kwa sababu mchana kila mtu aje kula anajikadiria, anajua jioni kuna mchezo ambao mgumu sana. Sawa, basi wakaitwa wachezaji pale. Yanga akataja timu. Ilipofika kwangu ikabidi kidogo ikastop, kaambia jamani tunampa mzee wetu kidogo hii mechi lazima aanze angalau kuwepo kambini, lakini tutampa kwa heshima yake. James Young anaeleza wachezaji. Sasa wachezaji wengi walikuwa kama mimi nishaishi muda mrefu kama utani babu mbaya, umekuja leo siku ya mechi uko kambini na unapata jezi uanze. Wachezaji wengi wakanaleta hayo maneno. Mbona mimi kaanaambia mimi hizi ndio mechi zangu, nicheze, siwezi kucheza sijui Simba na Lipoli sijui na nani, lakini mimi hizi ndio zangu nicheze. Basi ikawa vitu kama hivyo. Basi tukajitayarisha, ilipofika jioni kaelekea uwanjani kwenye game. Basi ile goli niliyofunga kusema ukweli ilikuwa ni faulu tulipata kwenye upande wa kushoto kule uwanja wa Taifa, goli la chini kule kabisa. Ile faulu mpira ulivyowekwa umepigwa mpira mrefu, mimi nikasogea kwa mbele nikaufuata kuweka kifuani. Kwa hiyo nilipoweka kifuani goli nimelipa mgongo. Umeona? Kwa hiyo nilipoweka kifuani katika kugeuka ilibidi lazima niulazimishe mpira ugeukie huko kwenye mguu wangu nipige. Kwa hiyo nilipogeuka mpira umetambaa kidogo kwenye mkono hapo. Kwa hiyo mimi nilipogeuka moja kwa moja na goalkeeper hajategemea mimi nitafanya kitu gani, yuko Mwanyika. Nilipogeuka nikapiga moja kwa moja ule mpira ukaingia goli. Kuanzia pale Yanga akasema haiwezekani, mpira huyu kashika. Ikabidi mpira usimame kama dakika 4-5 pale. Na wakati huo nakumbuka kiongozi wa Yanga alikuwa Abbas Talimba. Akaniambia tutoeni timu itoke uwanjani. Timu itoke uwanjani. Basi huku na huku kuna huku mpira, basi tukaongea kukubaliana mpira uendelee. Kwa hiyo mpaka half time tukawa tumefunga goli 2-1 ile. Mimi nilipofika half time ni James Young kaambia mwalimu inatosha dakika 45. Nilimwomba mwenyewe nitoke. Sio alinifanyia sabu wala nini. Nikamwambia inatosha kwa kuwa naona yuko Gabriel nje, yuko Sifumacho, nikaona niwaachie nafasi wamalize vijana. Unajua goli ile goli sio kusema eti nimeshika na mkono. Aliutuliza ukaugusa kwa mkono kiasi fulani. Unaona? Kwanza ilikuwa action, ilikuwa move, tulikuwa move si wote pale. Kwa hiyo nilikuwa kama katikati ya mabeki mawili. Ulitumbukiza ule mpira akiwa na Novat Rufunga. Wakati huo mpira unapigwa mrefu hivi, sasa nikaweka hapa kwenye kifua, kwa kugeuka hivi, kuna mchezaji wa Simba mmoja kanikuwa sasa mwenyewe amenigusi hivi. Sasa hiyo kunigusi hivi ndo nikasogea sana kumpira hivi. Mpira wakati unashuka hivi ukashukia kwenye mkono. Ni kweli kwamba umecheza kwa mkono. Unaona? Shuka kwenye mkono ndio nikaendelea nikafunga. Hamisi Tambo anaweka mpira wavuni. Yanga 1 Simba bila. Lakini kusema eti kama nimechukua mpira nikasogeza mbele na mkono, hapana. Yaani mpira ndio umeenda kwenye mkono.